mayana alaiti la nyari ke mayana naranyara inda engulu gonyango miru gonda yolengange. Wamefariki kwenye maji kwenye bwawa la nyumba ya Mungu, na hawa watu walikuwa wanakwenda kwenye semina au mkutano wa idara ya kina mama. Lakini mbaya kabisa ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja, wote watano. Maana yake ni hivi: mama mmoja ana watoto wake watatu wamekufa nao wote, lakini ndugu yake ambaye ametoka naye tumbo moja akiwa na mimba yake ya kwanza karibu ajifungue, naye amekufa. Ni watoto wa baba mmoja, lakini kila mmoja ameolewa, ana mji wake. Ni jambo ambalo limesikitisha sana, na leo tunapozungumza askofu ameshuka huko chini, mkuu wa wilaya amekwenda kule, mimi ni kiongozi wa section. Sasa sijajua naenda wapi, sina mwelekeo, lakini Mungu mwenyewe atanipa mwelekeo. Lakini jioni ya leo nataka nizungumze juu ya mafanikio. Nizungumze juu ya mafanikio. Mafanikio yako ya aina mbili. Yako mafanikio ya kidunia ambayo mtu unaweza kufanikiwa hapa duniani, ukawa na vitu vingi, ukawa na mali, ukawa na elimu, ukawa na cheo, lakini vitu hivi vyote ni vitu vya muda tu. Tunao watu waliofanikiwa sana. Hiyo mafanikio tutajivunia kwa sababu tunasema ya kwamba hata baada ya maisha haya mafanikio haya hayakomi, ninaondoka ninakwenda nayo kwa Baba. Amen. Mafanikio hayo hayatapita. Tunakumbuka katika Biblia ipo habari ya mtu mmoja aliyeitwa Elia, aliyefanikiwa kumtafuta Mungu, akamjua Mungu, Mungu wa kweli. Hata Elia alipokufa, alipoenda kuzikwa, mifupa yake akiwa ameoza, najua mifupa haiozi, akiwa amezikwa, pakatokea vita. Wanajeshi wa Israeli wanapigana na Wafilisti. Vita vilipokuwa vikali, wakakimbia kuchukua maiti kwenda kuzika. Walipokuwa wanataka kuzika, vita vikaongezeka, wakachukua zile maiti wakazitupa kwenye lile shimo ambalo kuna mifupa ya Elia. Ile mifupa ilipogusana na miili ya watu, wale watu wakawa hai, wakasimama tena, wakatembea. Amen. Mungu alikuwa bado na mifupa ya Elia. Mwanadamu anaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Amen. Hata unapokuwa kaburini, Mungu yu pamoja na wewe. Amen. Hayo ndio tunasema mafanikio ya kweli. Na tunasema katika dunia hii haina maana kwamba tusijenge nyumba, haina maana kwamba tusisome, haina maana kwamba tusitafute mali, lakini tutafute mali tukijua ya kwamba Bwana yu pamoja na sisi. Amen. Kwa hiyo ndugu, niombe nikwambie, tafute Mungu kwenye maisha. Amen. Tafuta Mungu kuliko vitu vingine vyote. Amen. Pamoja na kutafuta mali. Sio kwamba tufanye kazi, fanya kazi sana, lakini Mungu apewe nafasi. Amen. Acha kuzunguka kwenye hii dunia, maana si mali yako. Hii dunia ina wenyewe. Sema baba. Jana nilipewa nafasi kule Chemchem, nikaambiwa niseme neno la faraja. Ninazungumza nikimwelekea yule kijana ambaye amefiwa na watoto watatu na mke, amebaki bachelor, ana nyumba nzuri kama hii. Ana nyumba nzuri kama hii. Mwanamke ameondoka, watoto wameondoka, amebaki mwenyewe. Lakini yule mama, kabla haijatokea hilo, yeye pamoja na watoto wake, lakini mume wake hayupo. Akaenda kwa mchungaji wake, akamwambia, mchungaji, nimeota ndoto inanisumbua kwamba mimi na watoto wangu tumeingia kwenye nyumba kubwa, tuko kwenye nyumba kubwa nzuri sana, lakini mume wangu simuoni. Mchungaji, kuna nini? Watu wakaanza kuomba kwa akili zao na mawazo yao.
Lakini yule mama alikuwa anaashiriwa kwenye nyumba ya mbinguni. Alikuwa anaashiriwa kwenye nyumba ya mbinguni. Mungu alikuwa anamtaka aende kwenye nyumba nzuri ya mbinguni. Mbinguni ndiko kuzuri kuliko duniani. Sikiliza, yule mama pamoja na kwamba walikuwa na nyumba nzuri, wao walimjua Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Na cha zaidi, walikuwa na mpango wa kufunga ndoa mwezi wa 10, na kadi wameshaanza kuzitoa kuomba michango kwa watu. Walikuwa na mpango pamoja na maisha yao, lakini walikuwa na process ya kumtafuta Mungu. Nasema heri waliokufa njiani wakiwa wanaenda kumtafuta Mungu kuliko wanaokufa njiani wakienda kutafuta dunia, wakienda kufuata mambo ya ushabiki. Mungu anataka watu tumtafute, pamoja na kwamba tunahitaji maisha ya duniani, lakini maisha ya mbinguni ni ya kwanza. Biblia inasema hivi, tafuteni Mungu, tafuteni Bwana na haki yake yote, yaani ufalme wa mbinguni na haki yake yote, na hayo mengine mtazidishiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Angalia, usitafute mambo ya dunia hapa duniani. Tuko hapa Remeti, tafuta mambo ya dunia, lakini ya Mungu iyape kipawa mbele. Naomba tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo. Nakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili. Nakushukuru pia kwa ajili ya neno lako ambalo jioni ya leo tumelisikia. Bwana, naomba tusaidie maisha yetu ya kuelekee wewe, maisha yetu ya kujue wewe, pamoja na kutafuta furaha ya hapa duniani, lakini ya mbinguni ndio furaha kuu. Tupe neema ya kutafuta furaha ya mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Baba, libariki neno lako ambalo tumelisikia, lisiondoke kwenye mioyo yetu, lakini liwe kumbukumbu njema ya kutukumbusha juu ya njia na juu ya safari yetu ya kuja kwako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Amina. Amen. Naomba tusogee pale. Ule wa pili, Biblia inasema hivi: Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye alindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Amen. Amen. Tunapozungumza nyumba kibiblia, hatuzungumzi jengo, tunazungumza yale maisha ambayo watu wanayaishi ndani. Yale maisha ndiyo yanaitwa nyumba.
Mungu anasema Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanya kazi bure. Tunataka tumuite Mungu kwenye nyumba hii. Watakaoishi kwenye nyumba hii, Mungu aijenge hii nyumba iwe ni nyumba salama. Amina. Kuna watu wana nyumba nzuri, wanalala kwenye nyumba nzuri, lakini taabu na mashaka na wasiwasi vimejaa katika maisha yao. Roho za magonjwa zimejaa ndani yao. Roho za mateso, usingizi wa kuota ndoto mbaya zimejaa ndani yao. Lakini hofu na mashaka vimejaa katika maisha yao. Tunachozungumza Bwana ajenge kwenye mji huu sio hii nyumba tunayoiona, ni yale maisha ya ndani. Mungu ayajenge yawe ni maisha ya amani. Na maisha ya amani yanajengwa, sio mwanadamu anaweza kuyajenga, ila ni Mungu peke yake ndiye anaweza kujenga maisha ya ndani. Ngumi na fimbo sio maisha ambayo Mungu anayataka. Mungu anataka maisha ya amani na furaha. Na ndiyo ambayo tunaenda kuyaomba Mungu awe ndio mjenzi wa nyumba hii. Amen. Tuombe. Baba yetu katika jina la Yesu. Umesema Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanya kazi bure. Baba tunakuita kwenye nyumba hii na kwenye mji huu. Baba ninaomba uijenge nyumba hii. Uijenge familia hii ya Timotheo Samueli. Haka ikawe ni nyumba yenye mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Roho za magomvi, roho za magonjwa, roho za hofu na mashaka, toka katika jina la Yesu. Tunaachilia amani ya Kristo ikatawale ndani ya nyumba hii kwa Yesu Kristo. Bwana, tunapoifungua nyumba hii, tunaifungua nyumba hii katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ninafungua nyumba hii. Kuanzia sasa inafaa kutumika na watu wote. Amen. Ninaifungua nyumba hii kuanzia leo. Bwana ukaingie, ukatawale nyumba hii. Maana unasema nabisha hodi. Mtu akifungua nitaingia kukaa kwake, nitakula pamoja naye. Ninaomba sasa Mungu nyumba hii tunaifungua kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ninatangaza ya kwamba nyumba hii imefunguliwa kuanzia sasa katika jina lake Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Watu wa nyumba hii mahali hapa tunataka pawe ni mahali pa amani, mahali pa furaha, mahali ambapo ndugu wanakaa kwa kushauriana na kuelezana mambo. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Basi kwa pamoja naomba mpokee baraka za Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Amen. Bwana akuinulie nuru za uso wake, akupe amani kwenye nyumba hii siku zote unapotoka na kuingia,
Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ninatangaza ya kuwa nyumba hii imefunguliwa rasmi na sasa naweza kulala na kufanya shughuli zenu mahali hapa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mayana, I like the Lanyari Mayana, Naranya